Bwana, falme za Kiarabu sasa zimeingia kwenye mjadala mzito juu ya uwezo wa Djigui Diarra na juu ya huduma ya Djigui Diarra. Hapa kuna uwezekano mkubwa sana, inawezekana Young Africans ikaingia kwenye zile lenki nzuri zaidi za kafu, lakini pia kuna hatari ya Young Africans pengine kumpoteza Djigui Diarra kwa namna ambavyo amebakiza au ameacha mjadala mzito zaidi katika viunga vya kimataifa. Hapo jana ambapo mechi imepigwa ya kivita kweli, vita ambayo ilikuwa ni haielezeki pale katika dimba la Beth Ervihane kule JS Kabylie ambako ni Algeria. Ikumbuke tu kwamba ni ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua ya makundi, ambapo kundi B ni kundi ambalo hata CAF wenyewe alikilo akasema all eyes to the group B, CAF Champions League group stage, kwamba macho yote ni kwenye kundi B ambalo ni la ligi ya mabingwa barani Afrika. Hilo kundi ni kundi la kifo, yani hakuna mashaka. Kundi ambalo yupo National Ahli, kundi ambalo yupo AS FAR, alafu yupo Young Africans, yupo JS Kabylie. Sasa jana ambapo ilikuwa ni mechi ya pili kwa mkondo huo wa grupu B ambalo ilikuwepo, National Ahli alikuwa akicheza dhidi ya AS FAR, lakini pia Young Africans akicheza dhidi ya JS Kabylie. Zikumbuke tu hatua ya kwanza kabisa tulishuhudia Young Africans akimpasua AS FAR goli 1-0, bao likifungwa na Prince Mpumelelo Dube, huku JS Kabylie akifungwa goli 4-1 dhidi ya National Ahli. Hapo umepata hesabu kwamba National Ahli akiwa anaongoza kundi kwa alama 3, magoli 3, huku Young Africans akifuatia akiwa na alama 3, goli 1. Sasa buruzo na mburuto ukawa ni kwa AS FAR dhidi ya JS Kabylie ambao wote waliruhusu pointi 3 kufa jana. Hapo sasa kila mmoja akawa na mechi za nyumbani. AS FAR alikuwa nyumbani, lakini pia JS Kabylie alikuwa nyumbani. Sasa kilichotokea ni kwamba wote hawa ili kundi mwanangu sijui itakuwaje, lakini ili kundi naona njia ni nyeupe sana kwa timu mbili kuondoka, moja kutoka ukanda wa Afrika Mashariki nikiwa na maana na Young Africans, nyingine ikiwa ni kutoka huko Afrika ya Kati ambako ni Cairo, National Ahli. Kwa nyota njema inaonekana asubuhi. Sasa falme za Kiarabu zimeingia kwenye mjadala mzito na kuogopa zaidi baada ya kushuhudia kiwango kikubwa na bora ambacho alikionyesha Djigui Diarra, screen protector, katika mechi hiyo ambayo ilikuwa ni ya mkondo wa pili. Ilipigwa mechi dakika 90 pasina kuruhusu timu zote kuruhusu bao, lakini kosa zilikuwa nyingi zaidi. Watu wengi walikuwa wanafikiria Young Africans anaenda kufa goli 5. The way mechi ilivyoandaliwa na hamasa ilivyotolewa na viongozi wa JS Kabylie na mashabiki, ilikuwa wazi Young Africans anakufa, kwa sababu ndani ya masaa 3 baada ya JS Kabylie kutangaza tiketi zinauzwa za mchezo huo, basi masaa 3 tiketi zote zilikuisha. Yani hakuna nafasi, hata Young Africans wangeenda na shabiki hawakuwa na nafasi ya kuweka mchezaji shabiki. Ina maana uwanja ulijaa, na ule uwanja unaingiza takriban mashabiki 50,000, unazidiwa na Benjamin Mkapa ambao unaingiza 60,000. Kwa hiyo kuna mashabiki kama 1,000 hivi ambao tumewazidi, au Benjamin Mkapa imewazidi. Lakini sasa hiyo so story ni kwamba uwanja umetapika mashabiki 50,000, benchi la ufundi pamoja na vigogo wakubwa ndani ya nchi ya Algeria. Lakini falme zote za Kiarabu zilikuwa zinashuhudia mchezo huo, ikiwa AS FAR nao pia, pamoja na kuwa walikuwa na mechi dhidi ya Ahli, walikuwa wanashuhudia, lakini pia support ilikuwa ni kubwa zaidi. Young Africans walienda watu 22 pamoja hapo ukiplus benchi la ufundi. Lakini msondo ngoma uliopigwa hapo, Misondo alipiga ngoma hapo. Ilipigwa mechi ambayo ilikuwa dume. Young Africans kwenye mfumo wao wa 4-2-3-1 waka maintain composure, wakatenga muda wao vizuri kuhakikisha kwamba hawaruhusu uchafu wote kuweza kupenya. Waka defense kwenye high line na low line and mid line, wakahakikisha kwamba Mwarabu hatoki. Positioning yao wachezaji wa Yanga
ili washtue Waarabu kuanzia dakika ya kwanza. Young Africans walicheza kibingwa sana, sijawahi kuona. Yes, sijawahi kuisifia Young Africans to the maximum, but leo nataka nikisha kusikilizisha na kukupa hiki ambacho Falme za Kiarabu na uwekezaji wake ulichokiongea, basi twende moja kwa moja kwenye uchambuzi. Young Africans baada ya kosa nyingi sana ambazo zilifanywa na JS Kabylie, man of the match ni Djigui Diarra. Yani hakuna cha kupepesa macho. Djigui Diarra ndo man of the match. Save 6 za maana kweli ambazo Young Africans, kama Djigui Diarra angekuwa hayupo vizuri, ina maana Young Africans alikuwa ameruhusu goli 6, basi tufanye goli 3 kwenye 6 zingine, basi tufanye zilikuwa zinaelekea golini zikala nguzo. Umeona? Alisave 6 za maana. Save ya mwisho ambayo iliwafanya Waarabu wapigane, warushe makopo, ni ile ambayo ilipigwa na Babaka Sall, kiungo wa zamani wa Simba Sports Club. Djigui Diarra akaipangua, ikarejea tena kwa Amru Shaka, piga tena shuti, akaipangua, ikarejea tena, akapiga lingine shuti, wakajaribu kupiga engo nyingine, Djigui Diarra akatoa na mpira ukawa kona. Dakika hiyo refa anamaliza mpira. Of course, manager wa klabu ya soka ya JS Kabylie na kocha wa JS Kabylie anazungumza, anasema kwamba hii mechi yoyote alikuwa anashinda, na kama Young Africans wasingekuwa na kuna overpressure kidogo iliwapata kwa baadhi ya wachezaji, wangekuwa makini, hii mechi tulikuwa tunakufa. Lakini uwezekano wa Young Africans kufungwa kwenye hili kundi ni mzito na ni mgumu sana kwa aina ya kipa alinaye na defensive line. Wewe angalia, una beki Ibrahim Abdullah Baka, una beki Dickson Job, una Mohamed Hussein, una Israel Patrick Mwenda, kama vile yani ni mzoefu, lakini kipaji kinaongea brother. Kipaji kinaongea ladies, kipaji kinaongea kaka, dada, nyumbani kote wote wameshamtambua Israel ni mwamba kweli. Walizuia katika ubora wa hali ya juu mno, kitu ambacho kiliwafanya Waarabu wao wenyewe wakataka kupigana. Sasa hii imewashtua. Kocha anasema kwamba hii mechi uwezo wa kuimaliza tulishindwa kwa sababu tulikabwa kila kona. Eneo la kiungo palikuwa na kijana mmoja Duke Oga Abuya ambaye alifanya mechi kuwa nyepesi zaidi, alifanya mechi kuwa rahisi zaidi, lakini huyu ndio ambaye tutesa sana eneo la kiungo. Lakini Pacome Zouzoua ndiye ambaye naye pia alitufanya tumwangalie sana, tukashindwa kuwa na press high. Lakini hapo hakuna ambaye alikuwa anapumua upande ambao alikuwepo Mudathiri Yahya. Basi walifanya kupress. Prince Dube alicheza vizuri huku. Baadaye kocha aliona kwamba kuna nafasi ya Mohamed Doumbia kuingia, na hapo pia pakawa kuna shida. Kwa kifupi, Young Africans na Djigui Diarra. Djigui Diarra ndio Young Africans na Young Africans ni Djigui Diarra. Wana nafasi kubwa sana ya kumbakisha kama watakutumia ushawishi ambao waliutumiaga kwa wachezaji wengine, na wana nafasi ndogo ya kuwa naye kwa namna ambavyo ameshawishi umma.